Bwana, mambo vipi? Tuko maeneo fulani hivi ya Madale. Tumekuja kumtembelea leo ndugu yetu msanii mkubwa Benlove. Tunataka tuongee naye kidogo vitu viwili tatu. Hebu njoo tuongee naye mtu mkubwa kabisa. Vijana nao. Asalamu alaykum bwana. Wa alaykum salaam bwana shehe wangu. Mbona mmenistukiza ndugu yangu? Bwana changamoto ndugu yangu. Si unajua? Pole sana ndugu yangu. Fresh bwana ndugu yangu bwana. Asalamu alaykum bwana ndugu yangu. Wa alaykum salaam, vipi? Kwema kabisa. Safi bwana, mnatakiwa mje na taarifa, mnapigia simu. Ni kweli, lakini sasa kutokana na mazingira tukaona ngoja tuje tukutembelee ndugu yetu. Ndio. Ili tuongee kidogo na Watanzania. Okay. Issue kubwa kwamba umefika wakati mwafaka kwa sababu kuna mambo kidogo nilikuwa tunajua bado nipo kwenye urekebishaji nipo kwenye ujenzi. Ndio. Kwa hiyo pia nashukuru ndugu yangu kuja kunitembelea. Haina shida, haina shida. Sasa bwana, Watanzania wanataka kujua kwamba Benlove ni mtu wa design gani? Yeye ni mtu, yani tuseme mtu wa namna gani? Yani anaishi mazingira gani? Je, ana familia? Anaishi wapi? So, tuanzie na hapo. Benlove kwanza ni mtu ambaye mwenye familia kubwa. Sawa? Yani mimi naishi na familia kubwa, naishi na mama, naishi na baba. Of course kwamba naishi na ndugu zangu, jamii inonizunguruka. Umeona? Kwa hiyo upendo wangu mimi kwa kifupi upo sana kwa ndugu zangu na watu ambao wanizunguruka. Sawa. Na familia yako upo nao hapa au yenyewe ipo nje hapa? Familia yangu kama baba, mama ninaye hapa kwa sababu na huu mjengo ambao hapa Madale, lakini pia na ile acha ile Asinza. Ndio. Umeona bwana? Lakini mimi mwenyewe sasa hivi manake naishi Tegeta, lakini hapa napo ndo kama unavyoona mazingira. Na huu ndo usafiri wetu ambao kama ulivyoona. Sawa. Bana, penzi mtazamaji, kama unavyoona chuma hiyo hapo, chuma ya kwetu kabisa. Sasa umesema familia iko ndani au? Okay. Hapa kuna vitu kidogo vilikuwa vimeletwa hapa. Ndio. Kwa ajili manake unajua bado nipo kwenye ukarabati na mambo mengine na kuna mabegi bado yanazidi kuingia ndani. Ndio. Karibuni. Haya. Bwana, tunaingia ndani kidogo hapo tuweze kuona familia. Karibuni sana. Ingia nao ili tujue kwenye moja na mbili nini kinaendelea. Bwana, karibuni bwana. Karibu bwana ndugu yangu. Karibu kabisa. Hapa ndo kwa Benlove. Ndio hivyo bwana, familia kama unavyoiona hapa, sisi tunaishi familia. Huyo ndo mama. Sawa. Yule kule ndo father yangu kama unavyomuona. Kwa hiyo bado tupo ndani ya tunaishi kifamilia. Heshima yako mama. Heshima yako mzee wangu. Karibu sana ndugu yangu. Mama za saizi jamani. Sawa. Kama unavyoona ndugu yangu, hiyo ndo familia ya ndugu yetu msanii mkubwa, na leo ameamua kutukaribisha nyumbani kwake. Tuongee naye mawili matatu. Ni kweli. Haya ndo mazingira ambayo familia wanapojidai. Safi sana. Hapa uko vizuri ndugu yangu. Uko vizuri. Hongera sana. Hongera sana. Ni hatua kubwa sana ambayo umepiga. Ni kweli bwana. Tunaweza tukakaa. Ni hapa Sawa. Pata mawili matatu. Sawa. Bwana, watu wanataka kujua, unajua kwa hatua ulofikia ndugu yangu, hii ni hatua moja kubwa sana. Sasa vijana wenzako wape darasa kidogo. Nini wewe umepitia mazingira gani, yani mpaka umefikia hapa, nini umefanya na wao nini wafanye, wape darasa kidogo. Issue kubwa kwanza, vijana wenzangu nawaambia kwamba wasiishi maisha ya kuigiza. Ndio. Yani wasije wakaja kuishi maisha ya kuigiza. Sawa. Alafu pia wasije wakaishi kwenye mifumo ya watu wanaoishi. Yani usiishi kwenye mifumo ya mtu anayoishi. Sawa? Kwa sababu hujui kila mtu pesa zake anapozipatia. Elewa, mfano sisingependa kumtaja mtu, lakini labda naweza nikasema kijana ule dogo ambaye anajiita Chief Godlove. Ndio. Ina maana Chief Godlove anaishi maisha ambayo ya kuigiza, yani from nowhere. Sisi ambayo kidogo tupo kwenye chat ya mazingira tunaelewa. Kwa hiyo sasa yale maisha yake ambayo anaishi yeye ya kuigiza. Ndio. Ambao mnayaona kwamba kila siku maana yake anazidi kuwa juu. Anabadilisha magari, hela nyingi, anajitamba kwa maana kibao na nini. Ni kweli. Yule sasa ana watu nyuma. Umeona vizuri? Yule ana watu nyuma yake. Umeona vizuri? Kwa kile ambacho anachokifanya ile ni taasisi. Umeona vizuri?
lakini mfumo anaotafuta pesa, ina maana unajulikanika kwamba anatafuta mfumo wa pesa zake anazitafuta kwa mfumo gani. Umeona, kwa sababu utajiri wake upo mfukoni kwako wewe. Unaotaka ukikutana naye milioni, ukikutana naye ukitaka kushauri kwamba wewe ufanikiwe umpe labda 200,000, umeelewa vizuri, ndio utajiri wake upo mfukoni kwako wewe. Kwa hiyo usipende kuishi kwa kuiga maisha ambayo anaishi mtu ukadhani kwamba ni rahisi. Sawa. Kwa hiyo bwana, kama ulivyosikia leo tumekuja huku na si haba, tumeokota. Tumeweza kupata kitu kutoka kwa Benlove. Bwana, huyu ni mtu mmoja mkubwa sana. Na ndio maana sisi tulifanya jitihada zote ili tuweze kufika hapa na tuweze kuongea naye. Kwao ametuambia kwenye vitu ambavyo tunavyovitaka. Sawa, kijana. Bwana, usiishi kwa kuishi maisha ya kuigiza. Yaani hiyo ndo maisha. Hiyo ndo kanao hiyo. Mtu mkubwa kaongea. Na mimi na wewe nani? Na mimi nataka nijazie kidogo hapo. Ndio. Kama Watanzania mtakuwa mpo makini kwa hichi ninachokizungumza. Maisha siku zote unapotaka kupambana, hakikisha kwamba we mwenyewe mpambanaji umejitoa. Pambana kile kitu ambacho unachokiamini, umeelewa? Lakini watu wengi 100% kubwa wanapambana kwa kuona kwamba mtu fulani kapambana sehemu fulani. Alafu kuna watu leo hii wanaamini kabisa kwamba kwa vile kaka ametoka na kazi ya udereva au malori, na mimi ndo nitatokea kwenye kazi hiyo. Au eti kwamba brother ni mwalimu, basi hujui nyuma ya walimu wake anafanya kitu gani. Ndio. Kwa hiyo yani kikubwa zaidi kwamba msiige maisha ambayo ya watu ambao wanaoishi. Sawa, pambana na hali yako, pambana na maisha yako. Sawa. Umeona bwana? Ndugu, kwa kuwa umenisitukiza. Ndio. Lakini siwezi kukuacha hivi hivi. Ndio. Siwezi kukuacha hivi hivi. Lakini pia na nani huyo kameramani? Ndio, kameramani wangu. Kameramani wako naye pia sitoweza kumwacha hivi hivi. Lakini hicho nitakacho hapa, ndio nilikuwa naomba kwa kuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio. Basi mpite kidogo huko napo kwa watu ambao mnaona kabisa ni wali ya chini, wape. Safi sana. Bwana, sisi tutashukuru sana kwa sababu wewe ni msanii na sisi huwa tunapenda kutumia ile kauli mbiu ya zamani kuwa msanii ni kioo cha jamii. Japokuwa sasa hivi kidogo wasanii wenzetu wanaenda tofauti, maana sasa hivi wasanii ndio imekuwa chanzo sasa cha kupotosha umma, hususan kama kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna watu wengine wanafanya content mbaya kabisa, mpaka nimeona maostazi juzi wameingilia kati ile swala, wameongea maostazi, lakini tuachane na hayo mambo. Kwa hiyo kama umeamua kujitoa kwa hilo, Mungu akulipe. Mimi nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Sawa.